Ndio maana nikasema nimegundua wanawake wengi wa Kiislamu elimu ya talaka hawana, mnakwenda shaghala baghala. Mimi nakuombeni kwa heshima na taadhima, laiti ingelikuwa inaruhusiwa kupiga magoti, ningetoka hapa nikaja hapa ningepiga magoti, ningepiga hizi magoti. Likitokea la kutokea katika vurugu baina yenu waume zenu, kwa sababu maisha ni kugongana, maisha ni kupishana, chochote kitakachofanyika mtafute shekhe yoyote umuulize kwanza, usichukue hatua. Kwa mfano, mwanamke na mwanaume wametengana miaka miwili, mashoga na mashosti wa mitaani, shosti miaka miwili, hakuyui kwa kula wala kunywa wala kwa mavazi, haki ya unyumba hakupi. Kuichi na hii, kashakuwa muhindi mzala mwenzangu huyo, akwambia kuichi na hii, ndoa imeisha. Shosti wewe umesoma dini gani? Juzu ngapi umehifadhi Qur'ani? Mkikaa miaka 100 wallahi ndoa ile iko pale pale. Ili ndoa ya Kiislamu ivunjike, kwanza ni fungamano imara, halifutiki, haivunjiki yenyewe, ni zaidi ya jiwe la msingi, zaidi ya jiwe la msingi. Ili ndoa ile iishe, lazima ndoa ya Kiislamu huisha kwa haya yafuatayo, andika, haifutiki yenyewe, haina expire date. Ili ndoa ya Kiislamu iishe, mosi, inaisha kwa talaka. Mosi nini? Talaka. Anatoa nani? Mwanaume. Pili, khul'u. Nimesema khul'u maana yake kujivua. Mwanamke unajivua katika ndoa. Kujivua maana yake nini? Mume wangu, hebu na mazungumzo, tumeishi kwa wema miaka 3, 6, 10, tumepata watoto, lakini ninavyoona sasa hivi raha ya ndoa hamna tena, upendo hamna tena, kama mke na mume hamna tena, nyumba imekuwa moto kama moto wa jahannam, hatuelewani, hatusikilizani. Sikumbuke kama kuna siku tumezungumza maneno mazuri, tukacheka, tukagongeshana mikono, mimi na yeye kama maadui. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu unasema ndoa ya Kiislamu ni raha, ni upendo, ni mawadda na huruma. Mimi naona nirahisishe zoezi, mahari yako hii naomba uniache, ndio kujivua. Unamrejeshea mahari yake na yeye anapokea. Akipokea kitia mfukoni, kaondoka mbio, hajakuacha. Hamjui maskini nyie. Aseme nimepokea, nimeridhia, nimekuacha. Yani ni zoezi linalorahisisha kutoa haraka nini? Talaka. Ndio kujivua. Kujivua maana yake unamrejeshea mahari yake, mnaketi, mnazungumza, mnaelewana, pokea mahari yako, anasema nimepokea, nimekuacha. Ushahidi, khul'u, kujivua. Jambo hili limeanza zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke mmoja anaitwa Imraatu Qais, mke wa Qais, kaja kwa Mtume, sema ya Rasulullah, mume wangu Qais masha Allah tabarakallah, hana aibu, hana kasoro, hana aibu katika dini, hana kasoro katika dini, hana kasoro katika tabia, ni mwanaume masha Allah, dini iko vizuri, tabia iko vizuri, maadili iko vizuri, akhlaqi iko vizuri, lakini sivutiki naye, sivutiki naye. Kila ninapoendelea kuishi na hisi nitakuja kukufuru, nitatoka katika Uislamu. Mtume akagundua mapenzi yameisha. Yameisha, akasema yameisha. Akamuta mume, kawakutanisha wote. Bibi amekupa mahari nini huyu? Amenipa bonga la shamba, tena Madina, shamba la mtende, bustani la kimataifa. Uko tayari kumrejeshea shamba lake? Akasema ndio. Akaambia Qais, pokea shamba lako, watalliqha talqatan, mpe talaka moja. Yani wewe unamwachia mzigo, mnaitaga mzigo, mnaocha mzigo wake pale mezani kwenye dressing, mbio, nishajivua shosti. Hujajivua shosti, ujui taratibu za kujivua. Moja ya mada zetu nitakuja kukueleza taratibu za kujivua. Sina maana kwamba mujivue sana, na maana kwamba ikitokea ndio imebidi sasa, riziki imeisha, ujue namna kuliendea hili jambo. Jamani, kina mama mko pamoja na mimi?
Kwa hiyo ndoa ya Kiislamu mosi huvunjika, huisha kwa talaka ambayo ni milki ya mwanaume. Pili, khul'u. Nini maana ya khul'u? Kujivua. Nimeeleza utaratibu wa kwanza. Kujivua, unampa mahari yake au badili ya mahari, ni kitu cha maelewano, muelewane, alafu yeye apokee, atamke nimekuacha. Angalieni taratibu za khul'u. Mwanamke aliyejivua eda yake anakaa muda gani? Hamjui maskini kina mama Kiislamu. Dar es Salaam, jiji la gharama, wanawake karibia wengi, sio wote, wengi hawajui. Mwanamke aliyejivua katika ndoa akarejesha mahari kwa mume, mume kapokea mahari na akamwacha, sheria inasema anatakiwa aketi hedhi moja tu. Ukipata hedhi mara moja, kwisha, si mke tena. Nyinyi mnakaa miezi mitatu, kila kitu miezi mitatu, mmekuwa wazee wa miezi tu. Na leo nitakuelezeni kwa uchache baadhi za eda, namna zinavyotakiwa kukaliwa. Kwa hiyo mwanamke aliyejivua akipata hedhi mara moja tu, ujivue hali ya kuwa ni msafi, au sio? Unajivua ukiwa msafi, unakwenda, ukiona umepata hedhi, umetoharika, khalas, jambo limeisha. Na mwanamke ambaye yuko katika khul'u, kajivua kipindi anatumikia hedhi moja, haifai kumrejea. Jamani, elimu sio elimu. Aliyeachwa kwa talaka, rejea. Akiwa ndani ya eda anaweza kurejewa. Aliyejivua akiwa katika talaka, eda, haifai kumrejea. Khul'u inazuia mwanaume, na mblock asikurejee. Sasa shehe, tunafanyaje? Subiri ile hedhi moja ishe, si mkewe tena, aje apige magoti, apige hodi, akuoe upya. Ndio sheria, kina mama, someni. Kwa hiyo ndoa ya Kiislamu ili ivunjike, ili tuhesabu kwamba shoga ndoa imeisha, ni nini? Jambo la kwanza, talaka. Na talaka ikitoka lazima uketi eda mpaka eda ishe. Eda ijaisha bado mkewe. Jambo la pili, kina mama, khul'u, ambayo Kiswahili ni nini? Kujivua. Ukishajivua, umempa mahari, kapokea mahari, katamka kukuacha, kaa hedhi moja, ikiisha khalas. Jambo la tatu, fasakhu. Fasakhu kwa wanaoandika kwa Kiswahili ni FASKHU. Fasakhu, FAS, fas, alafu KHU, fasakhu. Fasakhu mnajua? Kadhi kufuta ile ndoa. Ile khul'u sana isababisha mwanamke sana jivua kwa kuleta nini? Seti ya dhahabu labda, au nini, samani za nyumba, pengine labda mahali yake ilikuwa ni kitanda, magodoro na nini, au pesa, si ndio? Hii ni kadhi. Kakataa kukuacha, kakataa ujivue, unampeleka kwa kadhi. Kwa Tanzania ambayo kadhi wetu hatambuliwi rasmi na serikali, Zanzibar anatambuliwa. Yaani wanawake wa Kizanzibari wana raha kweli. Yaani kadhi wa Zanzibar anakubalika kisheria, rais anamtambua, katiba ya Zanzibar inamtambua. Akiandika tu karatasi moja, maneno mawili, nimevunja hii ndoa, nimeifanyia fasakhu, nimeivua hii ndoa, nimeifuta hii ndoa, basi uko huru. Kaeda nayo vile vile hedhi moja. Nitakuja kukuuliza, nitajie mwanamke ambaye eda yake anatakiwa kae hedhi moja tu. Utasema nani? Aliyejivua au kadhi akavunja ndoa yake. Kina mama mmenielewa? Aliyejivua au kadhi akavunja ndoa yake, huyo ndo anakaa hedhi moja, sio mwezi mmoja, hedhi moja. Mimi sipo kwenye miezi jamani. Inategemea, mwanamke anaweza kupata hedhi baada ya siku 40. Utasema mwezi mmoja au miezi miwili, mwingine, wengine miezi mitatu, wengine 6. Wagonjwa maskini, tunafanyaje? Jambo la 4 ambalo linafanya ndoa ya Kiislamu ifutike yenyewe na ivunjike, arridda. Arridda maana yake nini? Moja ya wanandoa kubadili dini.
mume akirtadi, kakutana na Mwamposa huko, akampepeta, akampa majini yake, akaamini, kapona, akaingia kwenye Ukristo, ndoa yenu imekufa pale pale automatically, hutakiwi kudai talaka, yenyewe imefutika. Kila mama mmenielewa? Au mke kabadili dini, ndoa imefutika. Uislamu ni jambo kubwa. Ukikataa Uislamu tu umekataa kila kitu. Hautorithi, hautorithiwa. Baba yako kafa multi-billionaire kijijini huko Pwani, anaenda kuchukua urithi wangu, wewe usilibadili dini. Miongoni mwa masharti ya kurithi mpaka wewe Muislamu wenzake, wewe umekataa Uislamu. Kila mama mmenielewa? Kwa hiyo akibadili dini mmoja ya wanandoa, ndoa imefanyaje? Imefutika. Akirejea kabla eda kuisha, sawa, imeruhusiwa. Yani bimaana akaomba toba, akatamka shahada upya. Lakini kaacha dini, kaondoka zake miezi, miaka, wewe si mkewe tena, na ile eda ile ndoa imekufa. Tumeelewana kila mama? Jambo lingine la 5 ambalo linafanya ndoa ya Kiislamu ife, umauti. Allah atupe mwisho mwema, atupe umri mrefu wenye khair na baraka, atupambe kwa siha na afya njema, atusaidie tufanye khairi, tufanye ibada, ili siku ya kiyama tuingie katika pepo ya daraja la kwanza, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Mwana ndoa mmoja akifa, ndoa imefanyaje? Imekufa.